Kuna siku nilikuwa katika mgahawa na nikawa nimeagiza chakula, na chakula kilipofika mezani niligundua kwamba sina hamu ya kula. Lakini ukishaagiza chakula ina maana lazima ukilipie. Kwa ina maana kuna gharama ya chakula ambayo ilikuwa inabidi nilipie, lakini niko hapa ambapo sina hamu ya kula, na jitihada yangu kuendelea kula huenda ingeniathiri katika namna ambayo mimi sikupenda. Ningeona kama ni adhabu ambayo mtu ananipa au hata kutapika. Hali kama hii watu wengi sana wanakutana nayo, si watu tu lakini pia taasisi, na kwa kimombo inaitwa sunk cost fallacy, ama kwa Kiswahili upotovu wa gharama zilizozama, au zile gharama ambazo huwezi kuzirudisha. Na swala hili linatokea pale ambapo katika kufanya jambo fulani umewekeza muda wako mwingi, umewekeza fedha zako nyingi, umewekeza juhudi zako nyingi, halafu unafika mbele unaona kama vile ni swala ambalo halina matunda au hakuna faida ya kuendelea kulifanya hili swala, lakini hautaki kutoka au kuachana na hilo swala kwa sababu ya hofu kwamba nimeshawekeza kiasi kikubwa sana katika hili swala na inakuwaje nitoke katika hatua hii. Kimsingi katika akili timamu, unapokuwa katika hali ambapo unaendelea kufanya kitu na sababu pekee inayokufanya uendelee kufanya hicho kitu ni kwa sababu ya uwekezaji uliopita ulioweka, hata kama huko mbele hakuna faida inayotokana na hicho kitu na huenda ni hasara kubwa ambayo inatokana na hicho kitu, inabidi utoke, inabidi ukiache. Lakini kuna upande wa pili wa shilingi, ni kwamba ni namna gani ambavyo unaweza ukatambua kwamba nimewekeza katika hiki kitu hakileti faida, kwa hiyo niachane nacho, au kuto kukata tamaa mapema, kwamba umeanza biashara au umeanza swala fulani na baada ya kuona kwamba hilo swala ni gumu unaamua tu huache. Tunafahamu kabisa kwamba maisha si mepesi kwa sehemu kubwa, na vitu vingi ambavyo tunavifanya inabidi ifike hatua ambapo kuna kung'ang'ana, kuna kupambana kwa nguvu kubwa, kuna kuvumilia hadi tuone matunda ya hivyo vitu. Na sunk cost fallacy pamoja na huu uvumilivu vinaweza visitofautiane sana. Ni kwamba mtu anayekuwa anaendelea kufanya kitu kwa sababu ya sunk cost fallacy anaweza akafikiri kwamba anaendelea kufanya hicho kitu kwa sababu ya uvumilivu ambao yeye nao, lakini inabidi urudi kwenye misingi na kujiuliza swali moja kuu: kwa nini nilianza kukifanya hiki kitu? Na kama sababu ya kwanza kabisa wakati unaanza kukifanya hicho kitu bado inaendelea kuwa ndio sababu ambayo inakusogeza mbele, basi huenda kwa sehemu kubwa huo ni uvumilivu ambao unao kwa matunda mema ambayo unayasubiria huko mbele. Lakini kama sababu ambayo inakufanya uendelee kufanya hiki kitu sio ile ambayo ulianza nayo mwanzoni, lakini sababu ambayo ni kubwa ni kwa sababu ya uwekezaji ambao umekwisha kufanya, huenda ni vyema ukachukua hatua ya kuachana na hicho kitu, maana utakuwa umejikuta katika huu mzunguko wa sunk cost fallacy, ama upotovu wa gharama ambazo hautaweza kuzirudisha. Asante.